hilo jambo ambalo naenda kulisema leo ni jambo ambalo linatutesa wengi usipolijua. Amen. Na jambo lenyewe kwa wale wanaoandika ni jambo linahusu gereza la fikra. Haleluya. Somo la mahubiri ya leo ni magereza ya fikra. Magereza, si tunajua magereza jamani? Haleluya. Nikizungumza magereza, watu wengi wanaweza wakawa wanajua magereza ya kawaida ambayo tunajua ni mahali ambapo wahalifu wote wanapelekwa. Sinafikiana na mimi jamani? Kanisa tuko pamoja? Nikisema magereza ni mahali ambapo wale wote ambao yamkini wanasadikika wametenda yasiyotakiwa kufanyika ndivyo walikowekwa kule. Amen. Lakini sasa kwa leo Mungu amenipa huu ujumbe kuhusu magereza ya fikra. Tutaulizana magereza ya fikra ni kitu gani? Watu wengi hawako gerezani kimwili. Tuko pamoja? Watu wengi hawako gerezani kimwili, lakini wako katika gereza ndani ya akili zao. Amina kanisa. Kwa sababu maana utajiuliza kwa nini sasa tuna magereza ya aina gani, au kwa nini mtumishi anasema gereza ndani ya akili zao kivipi? Kwa sababu watu hawa unaweza kukuta wanaishi lakini hawana amani ndani ya mioyo yao. Amina. Tuko pamoja kanisa? Sasa ni mimi na wewe tuanze kujiuliza, je, huwa nakuwa sina amani? Watu wanaishi lakini hawana amani ndani ya mioyo yao. Wanasonga mbele kimwili kwa kuonekana, lakini ndani bado wamesimama. Unaweza kujiuliza, mtumishi leo anaongea kitu kigumu sana, si ndivyo? Naomba tusome Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 5. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Mstari wa 6. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Mstari wa 7. Yaliyo mbele ya macho yenu. Haleluya kanisa. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 5 umetuambia tayari kwamba tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka au kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii nani? Ipate kumtii Kristo. Haleluya. Sasa hapo ndio unaweza kaelewa kitu ambacho nakizungumza juu ya magereza ya fikra, kwamba shetani anaanzia ndani ya fikra zetu. Haleluya. Ili au tuseme kwa lugha rahisi, matokeo yako ya sasa unayoyaona ya nje yalianza ndani. Amen. Tuko pamoja kanisa? Tuko pamoja? Tumesema watu wengi hawako gerezani kimwili, lakini wako katika gereza ndani ya akili zao, kwa sababu sasa wanaishi lakini hawana amani ndani ya mioyo yao. Hauna amani kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umeshafungwa ufahamu wako. Shetani amekuletea kitu ambacho sasa unaona kama vile mbona mambo hayaendi, lakini Mungu ameniacha. Haleluya. Wanasonga mbele kimwili lakini ndani wamesimama. Amina. Wanaonekana wanacheka lakini moyoni wanalia. Haleluya kanisa. Tuko pamoja jamani? Huu ni utangulizi nasema. Ushaelewa eh? Habari njema ni kuwa leo Mungu anataka tuvunje hilo gereza lililoko ndani ya moyo wako, ndani ya fikra zako. Amina. Tuko pamoja jamani? Na hilo gereza linaenda kuvunjika kama tulivyoangalia Wakorintho wa pili 10 mstari wa 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii nani? Kristo. Amen. Tuko pamoja? Sasa tuangalie maana halisi ya gereza la fikra ni kitu gani? Amina. Gereza la fikra ni ile hali ambapo mtu anafikiri vibaya juu yake mwenyewe. Hivi ushawahi kujiuliza mtu anajinenea mabaya mwenyewe?
Haleluya! Yaani unajilaani mwenyewe, unajikatia tamaa mwenyewe. Sijui kama tunaelewana, watumishi wa Mungu, tuko pamoja? Mtanielewa kadri ninapoenda mbele. Ni ile hali mtu anajifikiria vibaya juu yake mwenyewe, anasema mimi, kwani mimi huwa na kila nikikifanya huwa kinafanikiwa? Haleluya! Yaani unajiongelea tofauti, unajiongelea hasi. Kumbuka hilo ndio gereza tayari Mungu anaanza, sio Mungu, shetani anaanza kulijenga kwenye akili yako, au tayari ameshakuwekea. Na hapo utajiuliza, huwa linajengwaje hili gereza, si ndio? Ngoja nikuelezeni maana, alafu utawaeleza linajengwaje. Kitu cha pili, gereza la fikra ni ile hali mtu anaishi katika hofu na mashaka, hasa kwa sisi tulioamini. Ina maana una mashaka na imani yako, si ndio? Unapita changamoto kidogo, mtumishi wa Mungu, unaona kwamba basi Mungu ameshaniacha. Umeona hii hali, basi mimi ndio naelekea sasa pabaya. Umeona, ukishaona una hizo hali, unaishi katika hofu ya dunia hii, unaogopa kuhusu kesho yako, ujue hiyo ni gereza tayari liko limejengwa ndani ya ufahamu wako. Sasa leo tunaenda kulivunja katika jina la Yesu, amen. Kitu kingine, mtu huyu ambaye tayari ana gereza ndani ya ufahamu wake, anaamini uongo wa shetani kuliko ukweli wa Mungu. Amen. Kivipi? Au hivi vyote ni vifungo visivyoonekana, lakini ndio kinadhibiti maisha yako yote. Haleluya, haleluya kanisa. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi, kuanzia leo wapendwa, tujitamkie yaliyo mazuri, tutamkie watoto wetu yaliyo mazuri, si ndio? Amina. Tutamkie wale wafanyakazi wetu yale yaliyo mazuri, jitamkie mazuri, ili isije kajengwa ngome katika ufahamu wako. Mfano huko hivi, mtu anaweza kuwa na pesa sana, lakini anaishi kama maskini, kwa sababu moyoni mwake, ndani ya fikra zake, anaamini mimi siwezi kufanikiwa. Amen, tuko pamoja jamani? Na usifikirie, hasa kwa wale ambao tayari labda tunapokea hela, tunapata hela, usifikirie huwa kuna hela kubwa na ndogo. Ile ulionayo unaweza kaanza kitu na ikakutoa. Amina. Nikisema na kutoa, si unanielewa? Tuko pamoja? Sijui tuko pamoja, kwamba mtu ana uwezo, si ndio? Ana uwezo, ana pesa, lakini mtu huyu sasa anaishi kama maskini. Kwa sababu gani? Anaogopa, anaamini kwamba yeye hawezi kwa chochote atakachokifanya au akianza kitu, kwa sababu katika kuanza pia tumeshafundishwa asubuhi kwamba kila imani yako itajaribiwa, si ndio? Unaweza kuanzisha biashara, mwisho wa siku labda kapatwa na changamoto. Sasa katika ile changamoto wewe unaishia pale, unasema mimi siwezi tena. Umeona, mimi sije kufanya biashara ikafanikiwa. Umeona, hiyo sasa ndio kujinenea tofauti. Tuko pamoja kanisa? Mwingine anaweza kuwa ameokoka kabisa, lakini anaishi kama mtumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaamini Mungu hawezi kunisamehe. Haleluya. Hii inaongelea wale ambao wako ndani ya kanisa, lakini bado wanafanya dhambi kwa siri. Uache katika jina la Yesu, amen. Kwa sababu dhambi itakufanya wewe uone kwamba una hatia, si ndivyo jamani? Si ndio? Sasa utakapokuwa una hatia, kwa sababu unayajua matendo yako unayofanya, sasa unaanza kujishtukia kwamba Mungu hanisamehe, kwa sababu kila unapojaribu kupiga hatua kwenda mbele, wewe ni kwamba huwezi. Kwa sababu gani? Tayari wewe bado uko connected na shetani. Kwa hiyo kuanzia sasa, kwa sababu tunaenda kuvunja zile fikra ambazo ziko mawazo ya fikra, magereza ya fikra ambayo iko ndani ya dini yetu, uache katika jina la Yesu, amen. Na wale ambao wanaona kwamba Mungu hawezi kunisamehe, ukisoma katika Isaya 1:18 inasema kwamba hata dhambi zetu zitakapokuwa nyekundu kama damu, ukienda mbele zake kwa toba, Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ataturehemu na atatusamehe. Amina. Tuko pamoja jamani? Sawa. Mithali 23 mstari wa 7 pia naomba tusome. Mithali 23 mstari wa 7. Mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hiyo nimesoma mstari wa 7a. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unapofikiri mpendwa, ni sawa na unavyoishi leo. Haleluya. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja?
Hivyo basi, kama unatamani wewe kuishi maisha mazuri, anza kufikiria vizuri ndani ya maisha yako, ndani ya fikra zako. Haleluya! Na usiogope. Sasa hapo tumeshaangalia maana kamili la gereza la fikra, si ndio? Tunaenda kuziona aina za magereza ya fikra. Ni magereza yapi hayo ambayo tunayazungumza? Gereza la kwanza ni lile gereza la hofu. Gereza la hofu hii inapatikana Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Watoto wake hakutupa roho ya nini? Ya uoga, bali roho ya upendo, ya ujasiri na vitu kama hivyo, si ndivyo jamani? Sasa kwa nini sisi tunaogopa? Kwa nini shetani anatuletea hofu ndani ya maisha yetu? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unakuta Mkristo wa leo anaogopa kuhusu kesho yake, si ndio? Yaani unaanza kuogopa kesho, wakati Mungu yeye sio, Mungu hakutuumba kwa kutuwekea hofu, si ndivyo? Bali alitupa roho ya nini? Ya upendo. Mungu hakutupa roho ya uoga. Kwa nini sasa sisi Wakristo leo tunakuwa tunaogopa? Mtu anaogopa juu ya kesho yake, anaogopa au ana hofu juu ya kushindwa. Unaogopa kuanzisha biashara kwa sababu tayari ushaona kwamba ukianzisha biashara unashindwa. Kwa nini? Hiyo ni ngome, hiyo ni gereza ambalo tayari shetani ameshalijenga juu ya fikra zako, si ndio? Sasa leo inabidi livunje ili uweze kusonga mbele. Amina.